lakini sababu zinazotokea pia katika mazingira. Kwa hiyo wiki iliyopita tuliongea pia juu ya suala la unapopoteza mtu kwa tatizo hili, unapitiaje zile hatua za grief na huzuni na namna gani ambavyo unaweza kuendelea mbele. Tukaona pia kuna uelewa mdogo kwenye jamii, na hata tu nadhani ni jana au juzi tumetoka kuangalia Arusha kwenye taarifa ya habari kulikuwa kuna mtu amejiua, na unaona bado uelewa ni mdogo kuhusu swala la kujiua, lakini pia hata jamii namna inavyosupport yule mtu anayepoteza mpendwa wake kwa namna hii. Kwa hiyo siku ya leo tunahusianisha sasa uraibu na swala la kukatisha uhai. Kwa hiyo tutakuwa na Kaka Shabani ambaye ni afisa elimu jamii katika mamlaka ya kupambana na kudhibiti utanisamehe nishazoea DCA, lakini kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya katika kanda ya kaskazini. Basi naomba nimkaribishe Kaka Shabani, naweza tukaanza. Karibu Shabani. Asante sana. Mnanisikia jamani wote? Je, naruhusiwa kupandisha slaidi? Ndiyo, nilikuruhusu. Ngoja nipandishe hapo slaidi. Je, wote mnaiona slaidi hiyo? Ndiyo. Yes, Kwa jina inaonekana. inaonekana vizuri eh? Na Ya, sauti vizuri mnanisikia kabisa. Ndiyo, vizuri? Ya, Kwa jina kabisa. naitwa Shabani Miraji, ni afisa anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA, ofisi ya kanda ya kaskazini. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, hii ni taasisi ya serikali ambayo chini ya ofisi ya waziri mkuu, inaongozwa na kamishna jenerali ambaye yeye ni mteule wa rais, anaitwa kamishna jenerali Arthur James Limo. Na kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ameuteuliwa na rais kwa ajili ya majukumu mbalimbali. Moja ya majukumu hayo ambayo kamishna jenerali Arthur James Limo ameteuliwa na bidi ayatekeleze ni kuhakikisha Tanzania inakuwa huru bila matumizi wala biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo taasisi inafanya supply reduction, inahakikisha inafanya operation maeneo mbalimbali ili dawa za kulevya ziondoke huko Kismili, Losnoni, huko Mara kule Same, kila eneo ambapo dawa za kulevya inazalishwa. Lakini kazi yake ya pili ni kuhakikisha maafisa wanaenda maeneo yote nchini na kutoa elimu kwa umma juu ya madhara yatokanayo na matumizi pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Na katika utoaji elimu, ndio maana mimi nipo hapa. Lengo na makusudio ni tutoe elimu kwa umma juu ya madhara yatokanayo na matumizi pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, ili wale ambao kwamba hawajaanza kutumia basi wasitumie, na wale ambao wametumia sasa waweze kuacha. Na jukumu letu la tatu ni kuwatibu sasa wale ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini jukumu letu la nne na la mwisho ni kuimarisha mashirikiano. Ndio maana leo kwa kushirikiana na Akili Huru Platform kwa pamoja tutakuwa tunatoa elimu. Na elimu ambayo leo tutaitoa, mada yetu ukiangalia ni uraibu katika muktadha wa afya ya akili na swala zima la kusitisha uhai. Kama mnavyofahamu, kila mwaka mwezi wa 9 ni mwezi ambao umechaguliwa kwa ajili ya kuhamasisha uelewa mpana juu ya tatizo la kusitisha uhai, kujiua. Na matumizi ya dawa za kulevya yana mahusiano ya moja kwa moja na changamoto za afya ya akili pamoja na swala zima la kujiua. Kwa katika muda mchache leo nitatumia kuwaelezea uhusiano wa uraibu na afya ya akili, uhusiano wa uraibu na kujiua. Je, mpo tayari kwa ajili ya session hiyo? Na kila mtu anaruhusiwa kuchangia. Hii somo litakuwa ni interactive, lina uhuru wa watu kuchangia, na tuna chat box hapo. Ukiangalia katika chat box unaruhusiwa kuchangia na kusema lolote. Kwa kama una comment, una mchango wowote, unaweza uka raise up your hand au unaweza ukatuma chochote katika chat box. Mimi nitakisoma, nitakipitia, then tutajadili kwa pamoja. Addiction in the context of mental health and suicide in Tanzania. Uraibu
katika muktadha wa afya ya akili na kusitisha kujiua ndani ya nchi ya Tanzania. Introduction. Addiction is a major social problem. Ni tatizo kubwa sana katika matatizo ambayo kwamba jamii inakutana nayo. Kwa hiyo ni major social and public challenge. Kwa hiyo ni katika nchi yetu ya Tanzania, mtu asijimwambafai kwamba yeye hawezi kuwa mraibu. Nikwambie ndugu yangu, unaweza kuwa mraibu muda wowote, kwa sababu uraibu unaweza ukajigarantii kwamba huwezi kuwa mraibu ni endapo siku utafariki, from siku unaozaliwa up to grave. Maybe ukienda to grave unaweza ukasamii siwezi kumraibu, lakini madamu uko hai duniani unaweza kuwa mraibu. Na Umoja wa Mataifa unahusiana na tatizo la dawa za kulevya na kujua, inasema kwa mwaka watu wengi sana wanaoingia katika matumizi ya dawa za kulevya, na kwa mwaka 2024 kuja 25 zaidi ya watu milioni 300 wameingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Ni watu wengi, na bangi ndio dawa ambayo inaongoza sana kwa matumizi katika zile dawa za kulevya ambazo ni haramu. Lakini ukija katika dawa ya kulevya ambayo ni dawa ya kulevya, lakini nchi nyingi unakuta sheria zao hazikatazi moja kwa moja au zinahusiwa kwa watu ambao wamevuka umri wa miaka 18, ni pombe. Nao ni dawa ambayo imeongoza sana kwa matumizi. Na addiction ni nini? Addiction ni neno pana sana. Mtu anaweza kuwa addicted na chochote. Kuna watu ni addicted wa madeni, yaani mshahara hata akiwa nao ila anao, lakini lazima akope. Lakini kuna mtu ni addicted na kujichua, mwingine ni addicted na wanawake hao wanaojiuza, mwingine addicted na porno, mwingine addicted na social medias. Kuna mtu yeye asipoingia Instagram ajisikii raha kabisa. Yeye kazi yake asubuhi ni kuingia Instagram, akitoka Instagram anaingia WhatsApp, akitoka WhatsApp anaingia Facebook, akitoka Facebook anaingia TikTok. Yaani mitandao ya kijamii inamuingilia utendaji wake wa kila siku. Mwisho wa siku hapa perform, yeye yuko busy na social medias. Na ukiangalia sio kwamba zake ziko mtandaoni. Sasa uraibu ni rules of conduct. Unapoteza mahusiano yako na watu wengine kwa sababu uko busy na iko kitu, kwa tunasema wewe ni mraibu wa hilo jambo. Sasa uraibu ambao leo sisi tutazungumzia kwa kiwango kikubwa ni uraibu wa dawa za kulevya. Ni kile chronic disease, ni ugonjwa sugu ambao unatokea baada ya mtu kutumia dawa za kulevya. Kwa hiyo anakuwa ni mtumwa wa dawa za kulevya, hawezi kufanya jambo lolote isipokuwa dawa za kulevya kwake ndio muhimu. Juzi nimekutana na mama mmoja, alikuwa na kijana wake ambaye anatumia dawa za kulevya na mpenzi wake naye anatumia. Yule mpenzi wake amejifungua, yuko pale nyumbani. Baada ya kufika pale nyumbani, yule mama anakaa naye, lakini katika kukaa naye, baada ya kujifungua, yule binti anaruka geti, na akiruka geti anaenda mtaani kutafuta dawa za kulevya, anajidunga. Sasa yule mama anashangaa, yaani huyu binti amezaa mtoto mchanga, lakini yupo tayari kukimbia, anamwacha mwanae ndani. Ajui kwamba yule mtoto anapata arosto. Yaani mama akitumia dawa za kulevya akizikosa anapata arosto. Akipata arosto anasikia maumivu makali, kuharisha, kutapika. Kitu muhimu pekee katika maisha yake ni dawa za kulevya. Kwa hiyo yuko tayari kumwacha mtoto. Mwanamke yuko tayari kujiuza, kutembea na mtu yoyote. Mtu akishatumia dawa za kulevya akili zake zinakuwa haziko pale, uwezo wa kufanya maamuzi unakuwa mdogo. Kwa sasa huyu ndio tunasema ameathirika na dawa za kulevya, yuko addicted. Kwa hiyo hili jambo sasa tukiangalia kwa upana, hii dhana nzima ya uraibu hauchagui. Hata mama mjamzito anaweza akatumia dawa za kulevya, yeye akaathirika akawa mraibu, na yule mtoto wa tumboni naye akapata uraibu, akazaliwa akawa analia sana, kita NAS, neonatal abscess syndrome. Wiki ya kwanza hadi wiki ya 3 analia sana. Kwa yule mtoto anaweza kuwa mraibu. Uraibu hauangalii age wala uraibu hauangalii jinsia, japokuwa tafiti zinasema wanawake wanachelewa sana kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu dawa za kulevya kutumia imeonekana ni male phenomenon kwa muda mrefu katika jamii, kwamba ni jambo la kiume. Kwa hiyo mwanamke akitumia pombe watu wanamshangaa sana, akalewa akaja na kitoroli, lakini mwanamume watu wanaona ni jambo la kawaida. Lakini yeye mwanamke anachelewa sana kuingia katika matumizi kwa sababu tu ni jamii, lakini mara nyingi wakiingia wanawake wanaathirika zaidi kuliko wanaume, kwa sababu mwili wao, biolojia yao, physiological yao ni watu ambao wana vinasaba vya kupokea uraibu kwa haraka, kwa sababu uraibu unaenda kwenye brain. Brain kuna inaitwa limbic system. Katika limbic system ukitumia dawa za kulevya zinafika pale katika limbic system na kutoa homoni inaitwa dopamine. Inatoka kiwango kikubwa artificial dopamine. Ni dopamine ya kutengenezwa na dawa za kulevya. Kwa mtu atahitaji aendelee kutumia tena na tena ili asikie furaha ile ya kutengenezwa.
Kwa hiyo ndio maana mtu siku zote akianza dozi ndogo anaongeza, anafilisika kwa sababu ametumia na 500, anataka furaha kutengenezwa dawa za kulevya, kesho anataka kuongeza ya buku mbili, mwisho wa siku hana fedha. Kwa hiyo yule mama alikuwa anaharamika kwa sababu hajui kama mwanae ameathirika na uraibu. Kwa hiyo uraibu ndio shida kubwa sana ambayo sasa hivi imetokea, na watumiaji wako wengi, na watu wengi wakishaathirika hata wajui wapi wanaweza kupata huduma za matibabu. Sasa hili swala la uraibu lina mahusiano ya moja kwa moja na changamoto za afya ya akili, lakini zina mahusiano moja kwa moja na changamoto ya kujiua. Kwa swala zima la uraibu lina connection kubwa na masuala ya afya ya akili, lakini lina connection kubwa sana na masuala ya mtu kutaka kujiua. Jamani, tuko pamoja? Ya, tuko Ndio, pamoja. ndio. Slide mnaiona? Ya, inaonekana. Okay, Ya, naweza kuendelea. Sasa nilikuwa nasherehesha kwamba uraibu una mahusiano ya moja kwa moja na swala zima la afya ya akili. Kuna strong connection between addiction na mental health, lakini kuna strong connection between addiction na suicide. Na madhumuni ya session yetu ya leo, tutapata kupitishana kuangalia uhusiano sasa uliokuwepo kati ya changamoto ya afya ya akili na tatizo la dawa za kulevya. Alafu baada ya hapo tutaangalia uhusiano uliokuwepo kati ya matumizi ya dawa za kulevya na swala zima la kujiua. Are we ready? Je, tupo tayari? ya, Jamani, tupo tupo tayari? pamoja. Nataka niwasikie. Tupo tayari kujifunza katika eneo hilo? Ya, tupo tayari hapo. Okay. Kama kuna mtu ana comment yoyote, ana swali, ana nini, basi anaruhusiwa kuuliza. Basi mimi ngoja niendelee. Lakini mimi slide yangu hapa naona kwangu imetoka. Okay, nishaiona. Okay. Addiction and the mental health. Kuna swala hapa la uraibu na afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Kwa watu ambao hawafahamu, afya ya akili ni swala zima la mtu kuwa na utulivu wa akili yake, na kila mtu ana afya ya akili, na kila mtu anatakiwa ailinde afya yake ya akili, kwa sababu ni jukumu lake yeye kulinda afya yake ya akili, ule msawazo. Lakini ikitokea mtu sasa anapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, afya yake ya akili inaweza ikatetereka. Kwa mfano, upo hapa muda huu lakini haujui utakula nini. Upo hapa muda huu unasikiza session lakini unatamani uwai nyumbani lakini magari yamekuacha. Au upo hapa lakini unadaiwa kodi ya nyumba, au umepata sapu kwa unatakiwa urudie mtihani kabla ya Oktoba intake, vyuo havijafunguliwa. Kwa zile changamoto za kimaisha, au uko hapa mpenzi wako anakutumia message kwamba it is over baby, au kazini kwako watu wamepata promotion wewe hujapata. Kwa afya yako ya akili inaweza ikatetereka, ukaanza kupata mawazo au ukaanza kupata msongo wa mawazo. Sasa ule msongo wa mawazo au ile changamoto uliyopata kwa muda mfupi, ulikuwa na utulivu lakini umepata changamoto, utulivu wako ukaondoka, inaitwa changamoto ya akili. Sasa afya yako ya akili imepata changamoto. Sasa changamoto ya akili ikipersist for long time, unadaiwa kodi ya nyumba, ukawa na mawazo, mpenzi wako amekuacha na mawazo yakawa episodic, yamefungamana yale mawazo, akafika acute level ya juu kabisa, na una lose control, huwezi kufanya, you can't perform at work, unafanya mambo ya ovyo ambayo jamii haikubali, ndio unakuja sasa katika magonjwa ya akili, tunasema mental health disorders. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya magonjwa ya akili na afya ya akili. Afya ya akili kila mtu anayo. Mtaani tunataniana, wewe bwana una afya ya akili. Kila mtu ana afya ya akili. Ila sasa changamoto za afya ya akili sasa zikianza, ndio mtu anakosa utulivu, na zikipersist kwa muda mrefu, ndio mtu anapata magonjwa ya akili. Na matibabu yake yapo, isipokuwa kwa nchi kama Tanzania kwa muda mrefu muonekana kama ni magonjwa ya kizungu. Lakini nikwambie bwana, magonjwa ya akili yakikupata na ukikosa msaada, ndio hivyo, unaweza ukajiua, unaweza ukafanya mambo ya ajabu mpaka jamii ikashangaa. Na usiwe na shaka ndugu yangu, ukipata jambo lote linakutataniza, basi kuna msaada. Na hadi mwisho katika session yangu
nitapata kuelekeza au kukusaidia mbinu ambazo kwamba ukipitia matatizo, masononeko, shida, mbinu gani unaweza ukafanya ili hizo shida ziweze kuondoka. Sasa uraibu wa dawa za kulevya una mahusiano ya moja kwa moja na hizi changamoto za afya ya akili. Mtu yeyote ambaye atakuwa ni mraibu wa dawa za kulevya, vitu ambavyo kwamba anaweza kukutana navyo ni changamoto ya akili, au anaweza kupata magonjwa ya akili. Kuna kitu kinaitwa co-occurring mental health disorders. Haya ni magonjwa ya akili ambayo yanaambatana moja kwa moja na swala la matumizi ya dawa za kulevya. Dawa za kulevya kuna muda ukitumia zinakupelekea mtu kupata magonjwa ya akili. Mfano, umetumia bangi, ina kemikali zaidi ya 400 na kuna kemikali kwenye bangi inaitwa THC, tetrahydrocannabinol. Inasababisha mtu akitumia bangi, jinsi atakavyoona, atakavyohisi ni tofauti sana na uhalisia. Kwa hiyo sasa ukitumia bangi, ndio umetumia hii substance bangi, baadaye unapata psychosis, unachanganyikiwa. Lakini kuna muda magonjwa ya akili yanakusababisha utumie dawa za kulevya. Kwa mfano, una depression, unasonona, lose sense or meaning of life, unajiona huna thamani, unataka ufe. Sasa ukitumia pombe, kwa hapa ugonjwa wa akili umekuletea wewe matumizi ya dawa. Kwa kuna direct connection between substance use and mental health challenges or substance use hii inakupelekea kutumia dawa za kulevya, na vice versa also is true. Na kuna muda changamoto za akili zile zinakupelekea wewe utumie. Kwa kuna muda utumiaji unakupelekea kwenye changamoto ya akili, kwa hiyo kuna muda changamoto ya akili inakupelekea kwenye utumiaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha, ni mfano wa pande mbili za shilingi. Kwa hiyo mtu anayetumia dawa za kulevya, mara nyingi tukimpeleka katika rehabilitation center, inaonekana uzoefu wa muda mrefu kwamba wanakuwa na magonjwa mengine ya akili. Kwa katika sober houses ambao hakuna wataalamu wa kutosha, wanaweza wakamtibu tu substance use problem, wasitibu tatizo la dawa za kulevya. Ndio maana sasa hivi tunahamasisha kwenye sober house kuwe na clinical psychologist, kuwe na wataalamu wa saikolojia ambao wakija client anaumwa tatizo la dawa za kulevya, lakini muda huo huo anaumwa magonjwa ya akili, waweze kumtibu yote kwa pamoja, kwa sababu dawa za kulevya zinapelekea magonjwa ya akili, na kwa muda magonjwa ya akili yanapelekea matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaambatana, ndio maana tunasema co-occurring mental health disorders, ni magonjwa ambayo yanaambatana na matumizi ya dawa za kulevya. Mfano wa magonjwa hayo ni mood swings. Mtu akitumia dawa za kulevya, mood zake zinaweza zikabadilika, akawa na furaha sana, mtu siku zote acheki, lakini baada ya kutumia pombe, unaonaga hata wale watu ambao kwamba kuna mtu anamtolea uvivu, anatamani amseme lakini hawezi, anaamua kwanza kwenda kulewa kidogo, kuzimua. Kwa mtu anaweza akawa na furaha sana au akawa na huzuni sana kutokana na nini, na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo mood swings ni ugonjwa wa akili, yaani mtu mood zake hazitulii. Kuna mwingine kipindi cha joto mtu anasikia baridi, ambaye kusikia kipindi cha joto mtu anasikia za kibaridi, au kipindi cha baridi anasikia joto, yaani anakuwa yuko tofauti na watu wa kawaida. Lakini kuna muda kutumia dawa za kulevya unaweza ukapata stress au ukapata depression. Kwa mfano, ukitumia dawa inaitwa vipumbaza. Vipumbaza ni dawa ambazo zinashusha mfumo wako wa fahamu, mfano heroin, mfano zile dawa tiba zenye asili ya kulevya. Mtu anasikia maumivu, anagewa morphine, anagewa tramadol, anagewa ketamine, anazitumia sasa pasi na matumizi ya daktari, baada ya kuona zimemsaidia. Nina kesi nyingi sana za watu ambao wametumia tramadol. Nikutana na mtu mmoja Tanga, alikuwa anani IT, akaongezewa majukumu kwenye taasisi yake, akawa anasimamia zone. Kwa hiyo zile kazi ikawa nyingi, anachoka, na alikuwa ni IT wa hospitali moja kubwa sana. Akaamua aanze kuongea daktari wa hospitali ile yamwandikie tramadol kwa ajili ya kupunguza maumivu. Alipoandikiwa tramadol, baadaye akaona ile mili zilizoandikiwa na daktari hazimtoshi, akaanza kujiongezea dozi. Mwisho wa siku sasa akawa addicted na tramadol. Na tramadol ni jamii ya opioids, ni jamii za afyu, na tiba yake ni methadone, kama mtu anatumia tu heroin. Kwa hiyo ukiangazia ni stress za kazi zimempelekea aingie katika matumizi holela ya dawa tiba zenye asili ya kulevya, mwisho siku ameathirika. Na sasa kuna watu watumia gundi, wanatumia kiwi, a lot of things people are using. Kwa hiyo kutokana na stress zile, depression mtu anaweza kumpelekea akatumia. Lakini vile vile kuna masuala ya anxiety. Kuna muda mtu ana wasiwasi unaopitiliza, excessive worry. Kwa mtu anaamua sasa kutumia dawa za kulevya ili wasiwasi uondoke. Kuna mtu anataka kwenda kuperform, hususani wasanii wengi wana abuse bangi, mtu anataka perform, au wachezaji wa mpira anakuwa na anxiety, ana pressure kubwa ile ya mpira, kwa anaamua atumie bangi
ili akitaka kucheza mpira akikaa pale kama beki namba 5 watu wamuogope, inaonekana kama Simba, au yeye mwenyewe anaweza akajiona kama Simba. Mtu akija anamkata, mwisho wa siku anapigwa red card, anaikosti timu. Au wale madereva wa usiku, sasa usiku bwana kuna vibwengo sana, au wale wavuvi anakuambia usiku bwana kuna vibwengo. Kwa ile anxiety excessive worry aliyokuwa nayo, anaamua yeye aingie katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mwisho siku anajiongezea matatizo juu ya matatizo. Lakini kuna wengine wanapata paranoia. Paranoia ni ile hali ya kushuku kama kuna watu wanakufuatilia muda wote. Hii inawakuta sana hao waraibu wa dawa za kulevya. Anahisi muda wote defender inakuja. Anahisi muda wote kwamba kuna watu wanamfuatilia. Kwa hiyo matumizi ya dawa za kulevya yanaweza kupelekea mtu kuona kama anafuatiliwa, akawa na wasiwasi, au zile changamoto za ule wasiwasi akaamua kutumia dawa za kulevya ili aziondoe, ambao sio solution. Sasa anaongeza matatizo. Hii inaitwa escaping techniques, mbinu toroshi. Hazisaidii, tafiti zinaonyesha zinaongeza sana matatizo. Lakini matumizi ya dawa za kulevya, au watu wengi watumia dawa za kulevya wanakutana na shida ya trauma. Unaweza kutumia dawa za kulevya uko ukweni kufanya mambo ya ovyo, au hata ukabakwa, au uko nyuma ulikutana na matukio ya trauma, yale matukio vita, wazazi wako wamefariki, ukaamua ku abuse some of the substances in order to be normal. Kwa hiyo tunaona hapa kuna mahusiano makubwa kati ya mtu kuwa na trauma na kuamua. Kwa mfano umebakwa na baba yako, umebakwa na mjomba wako, umefanywa ukatili wa kijinsia, umekutana na any traumatic event. Kwa at the end of the day you decide to use substance, especially kwenye mambo ya trauma. Watu wanapenda kutumia substance ambazo wa feel calm, kwa wanatumia depressant, wanatumia hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya, dawa za usingizi. Kwa mtu siku anatumia kwa kiwango kikubwa ili wasahau changamoto zao, wanasahau kwa muda wakitumia, lakini baadaye yako pale pale. Sasa huyu hana solution ya kudumu, inabidi akutane na mwanasaikolojia aweze kumsaidia. Lakini kuna muda matumizi ya dawa za kulevya yanapelekea psychosis, yanapelekea mtu kuchanganyikiwa kabisa. Psychosis ni ule ugonjwa wa mtu kuchanganyikiwa, ana hallucinate, anaona vitu ambavyo haviko, wanakuja kumbe hamna mtu anayekuja, au anapata delusion, anajiona yeye ana supernatural power, nobody yuko above yake. Kwa anaweza kufanya mambo mpaka jamii nzima ikachanganyika. Mtu anaweza kuwa psychosis, mtu anaweza yaani kuchanganyikiwa kabisa, kwa sababu bangi katika kemikali yake ya THC ndani ya kemikali 400 za bangi ni kemikali ambayo mtu inamfanya awe mtu wa ajabu sana. Juzi kati tumkamata mtu katika airport moja, alitumia dawa kulevya aina ya bangi, akaruka katika ile airport, akataka kuzuia ndege ndogo zisiruke. Anajiona yeye kama Krishna, anaenda pale anazuia ndege zisiruke, anajiona yeye ni mwamba sana. Kwa hiyo ni shida gani? Ni shida matumizi ya bangi. Amejiona yeye ni amechanganyikiwa kabisa. Mwingine anaona kamba, anasema nyoka. Au mwingine mke wake amemwandalia wali na mchuzi na maji ya kunawa, yeye ananawa mchuzi, anachukua ule wali afu tonge anaenda kulikata katika ile maji ya kunawa. Kwa hiyo tunaona kwa ufupi kuna mwingiliano mkubwa, yani kutumia tu dawa za kulevya akili yako haiwezi kuwa sawa. Kwa hiyo utapata mood swings, utapata hizo bipolar, utapata ma stress, ma depression, ma anxiety, you get a lot of stuffs. Kwa hiyo we still emphasize people not to use substance. Na emphasize people warejee katika washauri wa kitaalamu waweze kuwasaidia katika maeneo hayo, kwa sababu utumiaji dawa za kulevya utakuletea madhara makubwa, ikiwemo madhara ya afya ya akili. We are saying that addiction contribute to isolation. Mara nyingi ukishatumia dawa za kulevya utaanza kujitenga, jamii vile vile itakutenga, afya yako itakuwa ipo sawa, utapata magonjwa ambukizi ukijidunga, utapata magonjwa kwa njia ya hewa kwa wale wanaovuta, magonjwa kwa njia ya damu. Lakini hata utakuwa yani ile normal functioning of the brain inakuwa imeathirika. Kwa hiyo kwa sababu hivyo vitu vinatokea direct, utakuwa una face changamoto mbalimbali katika masuala mazima ya afya ya akili. Sasa kabla sijaendelea, nipende kuuliza swali. Je, mshawahi kukutana na mtu ambaye ametumia dawa za kulevya na mkimwangalia mkahisi ana magonjwa vile vile ya akili? Mshawahi kukutana naye mtu wa aina kama hiyo, au nyinyi mnahisi kwa mtazamo wenu dawa za kulevya ni kweli zina
na magonjwa ya akili au hizi ni ndoto za alinacha, ni vitu tofauti. Naona kuna uhusiano wowote? Je, mnahisi kuna umuhimu wa watu kuwapatia awareness ya vitu hivi viwili kwa sababu vinafanana? Tuwapatie watu awareness kuhusiana na magonjwa ya akili, lakini tuwapatie awareness kwa sababu ni vitu ambavyo vinagongana. Ningependa kusikia mtu yoyote mwenye mtazamo wa tofauti au anataka kuongezea nyama katika eneo la changamoto ya afya ya akili na eneo la uraibu wa dawa za kulevya. Kama una comment yoyote, hakikisha unaitia katika chat box yetu au una raise up au unafungua mic yako, unapata kuzungumza ili tupate kukusikiliza. Ningependa kusikia mtu mwenye mchango wowote kuhusiana na addiction and mental health, kabla sijahamia sasa kutoka kwenye addiction nikaja addiction na suicide, sababu tuna matatizo mawili hapa. Tunaangalia muktadha kamili, uraibu na afya ya akili na uraibu na changamoto ya kujiua katika mwezi huu wa awareness ya kujua. Sasa ningependa kusikia kwenu, mna mtazamo gani kuhusiana na swala zima la uraibu na swala la afya ya akili? Sarafina, Valentine, Grace, Victoria, Urasa, kuna mtu ana comment yoyote au ana Sumaya, Conscious, Lilian, kuna mtu ana comment yote au William Mgaya anaweza kutoa katika swala zima la uhusiano wa afya ya akili na matumizi ya dawa za kulevya? Conscious, una chochote unataka kuchangia? Kuna mtu ana chochote anataka kuchangia? Nakaribishwa, usiogope, kama una mawazo changia. Halo. Halo, nakusikia. Ya, kwanza nashukuru kwa session nzuri Shabani. Ndiyo, Ya, so of course ambacho umefanya presentation bina correlate sana kwa maana ya addiction ina contribute impact ambayo ni negative zaidi kwenye masuala ya mental health, as unaweza kuwa haujawahi kuishi na mtu ambaye amekuwa addicted na utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini tumekuwa tukiwaona hata mitaani, especially kama Dar es Salaam kwenye vituo vya mabasi. Wamekuwa ni watu ambao ukimtazama tu unaona ni mtu ambaye ameshajikatia tamaa ya maisha, ana afya yake imedhoofika kutokana na aina ya madawa ambayo anayatumia, mwonekano wake ni mchafu, hawezi kujitunza mwenyewe. Lakini pia kundi kubwa pia la watu hao huwa wanakumbana, wanapata ile bulimia nervosa na anorexia nervosa. Aidha wanakuwa na behavior ambazo ni wanaweza wakawa wanakula sana au wengine hawali kabisa kutokana na effect ya zile dawa ambazo wamekuwa wakizitumia. Lakini mwisho wa siku, kama tunaendelea kufanya maadhimisho ya commemorate ya siku ya maadhimisho ya kuzuia kujiua duniani, effect zote hizo mwisho wa siku zinakuja zinadondokea kwenye suicide. Kama mtu mwenyewe hawezi kujijali kufa, kula kwa maana ya kula, unaweza ukaona ni riski kiasi gani huyu mtu anaweza kuja commit suicide kwa njia yoyote ile, aidha kama ni kwa kujidunga aina ya kubwa ya madawa, au anaweza akaenda akaiba kitu chochote kwa sababu sio akili yake, na mwisho wa siku akapoteza maisha. Kwa sababu njia za kucommit suicide zipo nyingi. Unaweza ukafanya self suicide commission, lakini mwisho wa siku unaweza ukafanya kitu ambacho kikaleta impact kwenye community na wakaweza kukuua. Kwa hiyo kwa nafasi moja au nyingine, addiction ina contribute na kuleta impact kubwa zaidi kwenye masuala ya mental. So I think we have a room to work on it, kwa sababu ni kitu ambacho ni very essential sana, na hiki kitu kimekuwa ni prevalence kubwa kwa maana ya age group ambao wamekuwa wakijingeji especially kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, wanafunzi wa vyuo, na siku hizi tunaona mpaka wanafunzi ambao wapo shule za sekondari bado wanavuta bangi vyuoni huko. Wote tumepita, tumeshuhudia behavior kama hizo. Kwa hiyo wale ambao wanatoka chuoni wanarudi kwenye jamii, ile effect inaendelea kuwa kubwa. Tutaendelea kutoa awareness ya masuala ya mental health
masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya, lakini kama kuna gap kwa maana ya target age group ambao tutaimiss kuifikia, ina maana struggle bado itakuwa ni ngumu. So naomba kwa sasa niishie hapo, Bwana Shaban. Safi safi, hongera sana mchangiaji, umetoa comment nzuri sana. Na kuna mwingine jamani, ana mtazamo wowote, anatamani kuchangia kabla hatujaama, sababu tumezungumzia uraibu na afya ya akili. Sasa tunataka kutoka kwenye uraibu na afya ya akili tuje kuzungumzia swala la uraibu na tatizo la kujiua. Kuna mtu ana ene comment na nimewapatia uhuru, kama una ene comment unaweza ukatoa kwenye chat box. Nimeona na kuna watu wanafanya hivyo, kwa hiyo usisite kujifunza na kuchangia. Kama kuna comment naweza Nilikuwa naomba tu naomba nichangie kaka Shabani. Changia, tunakuruhusu. Asante kaka Shabani, kwanza nikupongeze na kukushukuru kwa kuweza kumaster hii topic inayozungumzia addiction and mental health. Kikweli nimefarijika na information ambazo umeweza kuzitoa, na sitokuwa mbali kuchangia kama alivyochangia mwenzangu alopita hapo muda si mrefu kuhusu matumizi ya madawa kulevya na tatizo la afya ya akili. Hivi vitu kwa kweli vinarandana, na tukitizama kwenye jamii zetu sasa hivi tatizo la matumizi ya dawa za kulevya sio tu kwenye miji mikubwa, hadi katika maeneo ambayo sio miji mikubwa, kwa sababu hawa watumiaji au wauzaji sasa hivi wameshuka hata katika maeneo ambayo hatukutarajia. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana wa matumizi ya dawa za kulevya na changamoto ya afya ya akili, na tukitizama inapelekea, naona tunazungumzia, kuna madhara ya kujiua, kuna madhara ya kusababishia madhara kwa watu wengine, lakini pia kuna changamoto kubwa sana katika familia zetu. Tunaona familia zetu jinsi zinavyopata changamoto kwa hawa waraibu wa madawa ya kulevya kwenye swala zima la matibabu, lakini pia amani inakosekana katika familia au kaya hizi. Kwa hiyo mimi nikupongeze, na tunaendelea kujifunza kupitia kwako kaka Shabani. Asante sana. Safi. Na nisikia sauti ya mwanamke alikuwa anataka kuchangia, sijajua ni nani, naye achangie then to move. Changia madam. Hapana, nilikuwa nataka tu kushukuru mimi kama mama ambaye nimejifunza kitu kimoja kwamba kwa sababu ninaishi na mtoto mwenye uraibu, nilikuwa nimejifunza kwamba kumbe mara nyingi kwa tunakazana sana na sober house, tuna miss the other part. Ndio maana kila wakati changamoto inarudi. Kwa hiyo ninashukuru kwa presentation yako, kwa sababu nimeweza kuona kwamba kumbe kuna vitu viwili, yani sio kitu kimoja. Kwa sababu mara nyingi mimi nilikuwa nadhani kwamba mtu anapotumia bangi basi na akishaenda kwenye sober house ndio tumemaliza, yani ndio solution yenyewe imekamilika. Kumbe bado kuna hiyo clinical part. Kwa hiyo mimi nataka tu kushukuru kwa kunifungua macho. Asante sana. Kuna mtu ana chochote kabla tuendelee sasa tukahamia katika swala la addiction na changamoto hii ya kujiua. Addiction kama nilivyowaambia neno pana. Ndio? Miraji, naomba kuchangia. Changia. Ndio muda wake. Asante. Mimi nipende kukupongeza na kushukuru kwa maandalizi mazuri, na mada inaeleweka vizuri kabisa. Nilichotaka kuchangia hapo ni sahihi, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uraibu na changamoto ya afya ya akili. Kwa kutumia mifano miwili ambayo inalandana kabisa, nimewahi kukutana na mteja mwenye changamoto ya afya ya akili kiasi kwamba ilimpelekea au anatumia pombe kupita kiasi ili ziweze kumsaidia kupata usingizi. Lakini hayo matumizi ya pombe kupita kiasi, pasipo kujua kwamba inamuongezea changamoto maradufu, kwa sababu ni anatumia pesa kupita kiasi, amelewa, atalala apate usingizi, lakini usingizi kuisha, akiamka siku ya pili akipiga tathmini ametumia pesa kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa siku inaendelea kuongeza tatizo
na changamoto yeye alionayo afya ya akili inaendelea kuongezeka, ni mwendo wa kuto kukosa usingizi. Hiyo ni kesi ya kwanza, lakini kesi ya pili ni ya changamoto ya hasira zilizopitiliza. Sasa huyu mtu aliona kwamba ili hasira yake iweze kushuka ni bora au anatumia pombe. Kila anavyopata hasira, ameghadhabika na jambo fulani, aliona bora au anatumia pombe. Alianza kutumia vinywaji vya kawaida, aliona vimsaidii, ili mlazimu aanze kutumia konyagi ili mradi tu ziweze kumsaidia. Lakini alitumia konyagi bado haikuweza kumsaidia, ikabidi atafute pombe nyingine ambayo ni kali zaidi, ili mradi tu iweze kumsaidia kwenye changamoto yake ya hasira. Kwa kifupi ni kwamba uraibu ni unahusiana sana na changamoto ya afya ya akili, na changamoto ya afya ya akili kwa namna moja au nyingine inahusiana sana na uraibu. Nafikiri tuendeleze kupaza elimu hii, watu wengi waweze kuwafikia ili tuweze kuwasaidia. Asante. Asante sana. Mtu wa mwisho kwa kuchangia kwa session hii ya addiction and mental health atakuwa ni daktari mtaalamu wa afya ya akili anaitwa Dr. Pasco kutoka Arusha. Nitampa dakika moja aseme neno, then tutaendelea, afu mwishoni atakuja kusummarize. Dr. Pasco, welcome. The stage is yours. Thank you. Sijui unasikika huko vizuri? Hello? You are audible. Unasikika kaka? Okay, asante. Mimi nikushukuru kwanza kwa jinsi ulivyoidrive hii concept. Imeenda vizuri sana wakati unaelezea afya ya akili, na natamani na mimi kukazia kwamba watu wote tunapitia mental health challenges. Hakuna ambaye apitii mental health challenges. Sasa wakati ninapitia dokumenti moja, nikapenda jinsi alivyoweka hii concept. Akaandika kwanza kwa kuuliza, what addiction is often seeking beneath the surface? Addiction hivi inatafuta nini chini ya hilo kapeti? Uraibu. Anazungumzia uraibu na afya ya akili. Akataja mambo machache. Akasema addiction often not about the substance or behavior. Sio kuhusu utumiaji, sio kuhusu ile substance au ile tabia yake ya utumiaji wa uraibu. It's about what it representing or what it's just providing. Kwamba addiction yenyewe inatupa nini, addiction inasaidia kufacilitate nini. Akataja mambo makubwa matatu. Number 1, akasema escape from emotional or physical pain. That's why huyu mtu anaingia kutumia kitu ambacho mwishoni kinampa addiction. Anakimbia kutokana na hisia fulani za maumivu au physical. Kingine akasema control in a chaotic world. Anataka ajimudu katika dunia yenye tafurani. Kingine akasema numbing of traumatic memories or feelings. Numbing, anataka kujipa ganzi katika matukio ya kuumiza aliyowahi kuyapitia katika historia ya maisha yake. Could be a traumatic childhood experiences or any traumatic situations anayopitia. Sasa ina flashbacks na hizo memories zenye maumivu, kwa anajaribu kuzikandamizia kwenye hisia. Kwa utakuja kugundua upon failing kuhandle emotional things, sisi binadamu tuna hisia. Watu wanaposhindwa kuzimudu hisia zao, mentally wanapofaili kumudu hisia zao, wanajaribu kuzihijack, kuziteka hizi hisia kwa kutumia vitu kama hivyo vilewesho, na kumbe wanajikuta wanaingia kwenye uraibu kwa sababu huenda tayari wana vinasaba vya tatizo au wao wenyewe pia ni sehemu ya tatizo kukunda kutumia vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilipenda kukazia hicho kihoja kwamba uraibu kwanza yenyewe tu ni kitu, lakini ndani yake kuna kitu, na ndani ya kitu hicho cha uraibu ndani yake kuna hoja ya afya ya akili, kuna mental health challenges huyu mtu anapitia. Anataka ajimudu kwenye dunia yenye fujo, anataka aepuke hisia ambazo ameshindwa kuzibeba, anataka azipige ganzi hisia za kumbukumbu za maumivu ambazo amepitishwa katika historia za maisha. Kwa mwisho anaingia. Kwa utakuja kugundua changamoto yake afya ya akili ameshindwa kuibeba salama, ameingia. Na that's why umeongea na kuelezea ni kwa kiasi gani ambaye ana uraibu pia ana battle mental health conditions. Asante, nilisema ni share tu kwa uchache. Asante sana Dr. Pasco. Ningependa niendelee. Kwa kufunga tu hilo eneo, nipende kuambia kwamba uhusiano huu hauwezi kutenganishwa
ni mkubwa sana sana. Yaani hapa kwa sababu ya muda ndio maana tumegusia maeneo machache. Hata ukiangalia katika eneo letu hili la kijamii, unakuta mtu hata darasani kule, unakuta mtoto anakuwa ni mtukutu sana, tunasema conduct behavior, yani mtu anakuwa na conduct disorder, anakuwa ni mtundu, ni mtukutu, anatukana walimu, watu hawajui, au wale wengine anakuwa ni yani mchangamfu amepitiliza, tunasema attention hyperactive deficit disorder. Mtu anakuwa na ugonjwa ule, ana attention kabisa darasani. Juzi nimetoka shule ya Ngarenaro, nikapita na shule ya Ungalimited, nikapita na shule ya Sinoni, nikapita na shule ya Sombetini. Hizo shule zote kesi yao ni moja tu, watoto pale wanakuja na skanka, wanakuja na kush keki, kashata za bangi, biskuti za bangi. Kwa hiyo watoto ni watukutu, wanatukana walimu, hawatulii darasani, hawana usikivu. Kama bangi, kemikali yake ya THC inapunguza memory. Mtu ana long term memory na short term memory. Sasa ili ufaulu darasani inabidi uweze kustore the information from short term memory to long term memory. Ndio maana mtu akikuuliza hapo nitajie namba yako ya simu, unamtajia tu faster kwa sababu taarifa zake kuhifadhiwa kwenye long term memory. Sasa kutumia bangi na block between short term memory na long term memory, mwanafunzi uweze kukumbuka kwenye group discussion, watu wana discuss, then baadaye uweze kupresent. Na mitihani yetu, curriculum yetu ni content based, muda mwingine inabidi ukariri vitu ndio present katika mtihani. Kwa wanafunzi wamefeli sana katika hizo shule za Sombetini, Sinoni, Ungalimited, na walimu sababu wanatumia dawa za kulevya, ndio wanakuwa jeuri, wanakujana na walimu anaongea na mwanafunzi ana mwalimu mdogo kama Briton kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo dawa za kulevya zina mahusiano, watu wana uchangamfu kwenye gari, mtu anacheka cheka tu, uchangamfu. Konda umemkanyaga kidogo, hata ongea safari nzima, kumbe mwenzako konda amekula mirungi. Na hao madereva ni waathirika wakubwa wa mirungi, na mirungi ni stimulant in nature, kwa hiyo kusababisha unakuwa hai. Kwa hakuna namna tunaweza kutenganisha masuala mazima afya ya akili na dawa za kulevya. Kutokana na muda utoshi, ngoja tuangalie vile vile kuna uhusiano wowote kati ya matumizi ya dawa za kulevya au addiction, substance use addiction na suicide. Nianze na kujiua. Kujiua ni dhana ambayo muda mrefu watu wanaichanganya sana. Dhana ambayo watu wanaitafsiri kwa maana ambayo sio sahihi. Kujiua bwana sio kwamba ni udhaifu au mtu ameshindwa, yani ni mtu ambao amejikatia tamaa. Kujiua bwana ni ugonjwa kama magonjwa mengine katika listi ya magonjwa ya akili. Na ukiangalia historia yake kwa miaka ya zamani, kuna baadhi ya makabila ilifika stage kujiua walikuwa ni ufahari. Ukiangalia kama Wahehe kina Chifu Mkwawa, Chifu Mkwawa mwenyewe alijiua. Hata ukiangalia katika jamii za Kijapan kina samurai, ilikuwa mtu kwenye vita ukienda ukubali kukamatwa, unataka ujiue. Kwa kuna baadhi ya makabila ikawa hadi kujiua ni fahari. Kwa kujiua ni jambo la muda mrefu sana. Ukiangalia kwa miaka mingi, sio jambo la sasa hivi. Lakini kujiua kwa sasa hivi imekuwa ni tatizo kubwa. Na WHO wanasema kila sekunde 40 kunakuwa na mtu mmoja amejiua. Na wanawake na wanaume kuna utofauti kidogo. Wanaume mara nyingi wakijua wanapenda kutumia mbinu ambazo ni tough, tunasema tough method, lethal method. Anataka atumie vidonge afu hapo au ajiushe kwenye jabali, ajichome na kisu, ajining'inize. Lakini tafiti zinaonyesha wanawake wanachelewa sana kujiua, lakini mara nyingi wanapenda kujiua na soft life, na wana attempt nyingi, wanapenda kujiua kwa soft method. Nilikuwa na mdogo wangu, nilikuwa na hadisia watu fulani, alikosana na mama yangu mzazi, anamwambia afanye kazi, amekataa. Mama akaenda dukani, yeye akamwacha nyumbani, akaamua kutumia vidonge ili ajiue kutokana na hasira alizokuwa nazo. Lakini vidonge vile hakumeza ndani, alitoka akamfuata mama dukani, akaenda kumeza. Mama akamwahi pale, akampa maziwa. Baadaye nilimuuliza swali, hivi kwa nini uliamua kwenda kumeza vidonge mbele ya mama ili akuone? Haujameza kule nyumbani, ukafa moja kwa moja ukuta umekufa, tutakubeba. Sasa uzoefu unaonyesha wanawake, kwa sababu wanapata room ya kuzungumza. Wanawake wengi wako verbal aggressive, they talk. Alafu wanaume wako verbal aggressive, wanaume wanakuta wanapiga wanawake kwa sababu they talk physically, wakati wanawake most of the time they talk verbal, wanazungumza sana. Maana mwanamke anaongea sana, lakini baada ya kuzungumza wanawake, sijui kwa sababu ya jamii imetengeneza mazingira kwa mwanamume bwana unatakiwa kulia, unatakiwa ukaze. Kwa most of the time they don't talk. Ndio maana katika afya ya akili tumeacha program za watu lazima wazungumze.
lazima ulie. Kulia is normal, ni part of life. Wanaume wengi walii. Na kushauri kama hutaki kulia, nenda hata chooni basi kajifungie, upinde unaoga, ulie maji. Machozi yako yaondoke na maji. Kisha unalia. Ndio maana kwenye counseling mtu akilia tunampa leso ajifute. Akilia hadi mwisho sasa kuna sija afika matatizo ni one of the technique ya kulikava. Sasa katika swala kujua wanawake, kwa sababu wana tendency ya kuzungumza, kwa kuna muda ile inakuta inawasaidia sana, wana attempt nyingi lakini hawafikii destination na kujua. Lakini wanaume kwa sababu they don't talk na jamii imewatengenezea mazingira, kwa most of the time wanaume wanajiua, ndio yao iko juu na wanajiua kwa mbinu ambazo kwamba ni hatari, ili mradi hataki kuattempt, anataka kijiua amejiua. Na niwaambie jamani, kujua is not an overnight process. Kwa mtu siku moja tu anajua. Kujua ni jambo ambalo it takes time. Na utajua tu ukikaa session hadi mwisho utakufundisha one of the techniques za kujua kwamba huyu mtu anakaribia kujua. Kuna some indicators, because suicide is not an overnight process. Kuna some of indicators you can see from the people. Mfano wake mtu anakaribia kujua, most of the time tafiti zinaonyesha anaweza kuanza kujitenga, ana isolate himself from the community. Au wengine unakuta anaanza kutangaza kabisa katika jamii kwamba bwana, mimi nitasafiri safari ya mbali, au unaweza nisiwe. Kwa anaweza kutaka kugawa mirasi mapema, akarudisha mali za watu, mwingine anarudisha hadi madeni kama akiwa ni muungwana. Lakini dalili nyingine ni mtu ambaye amefanya first attempt ya kutaka kujua. Tafiti zinaonyesha mtu ambaye amefanya first attempt mkamuokoa, more likely anaweza repeat again. Kwa mtu yote ambaye amefanya first attempt, tunahitaji tuwe na uangalizi wa hali ya juu. Au mtu ambaye kwamba anasema mimi nitakuja kujua, yani usije ukaignore. Never take that statement for granted. Never ignore that kind of statement. Even your wife akiwa anakuambia mimi yani nitakuwa wewe, nitaua na watoto, nitawekea sumu, usizanie ni utani. Those statements matters a lot. You need to do some intervention on that area. Sasa wewe unapotezea, siku watakuja kukua kweli. Tafiti zinaonyesha wengi ambao wamejua walikuwa wanazungumza maneno ya kujua kwa mimi nitakuja kuwashangaza siku moja. Mwingine anaacha kula hata ni kipindi kile ambacho anakaribia kujua, mwingine anakuwa anakosa usingizi kabisa. Kwa kuna some indicators, unaona mtu the person has changed a lot in his daily lifestyle. Kwa hizo zinaweza zikawa some indicators za mtu kwamba anakaribia kujua. Sasa kwa sababu kuna mahusiano makubwa kati ya kujua na matumizi ya dawa za kulevya, wataalamu wanasema sasa ukitumia dawa za kulevya, kuna mtu maiki yake ameifungua, tunamuomba kumute, sauti zinaingiliana. Ni nani? Dr. Pasco naomba umute. Dr. Pasco tunaomba umute. Najua uko na familia sasa hivi. Sasa tunaendelea. Nilikuwa nasema kwamba kuna, baada ya kufahamu kwa ufupi kuhusiana na swala zima la kujiua, mnanisikia kwa jamani? Tunakusikia. Okay. Baada ya kufahamu kwa ufupi kuhusiana na swala zima la kujua, sasa nasema kuna uhusiano mkubwa kati ya matumizi ya dawa za kulevya na mtu kujiua. Miongoni mwa mahusiano hayo kwamba addiction contribute to lack of psychosocial support. Mara nyingi matumizi ya dawa za kulevya yanasababisha mtu anakosa ile psychological support. Jamii inamtenga, jamii inamkataa, matatizo yake ya kisaikolojia na mawazo, ana ada, ameamua kutumia pombe. Jamii ipi mshirikiano? Anasema bwana, huyu ni mraibu wa dawa za kulevya, hafai kwa lolote. Kwa hiyo kutokana na ile kukosa lack of psycho and social support, the support from the community, the support from the family, the support from the neighborhood inakuwa imekatishwa. Kwa mtu anaamua sasa, wameamua kumwaga mboga, let me ni mwage ugali. Kwa mtu anakuwa ana any kind of solution, kwa anaamua tu bora ajitoe zake uhai, asitishe uhai wake. Wakati huyu ni mtu wa thamani sana. Lakini vile vile watu wengi wenye matumizi ya dawa za kulevya wanakuwa na unmanaged stress and trauma. Kama nilivyowaambia, kuna co-occurring mental health disorders. Matumizi ya dawa za kulevya yanaambatana na magonjwa mbalimbali ya akili, ikiwemo utukutu uliopitiliza, changamfu uliopitiliza, sonona, msongo wa mawazo, moods zile kubadilika, kutaka kujiua na mambo mengi. Sasa ile mambo mengi wakienda katika huduma za matibabu wakutana na watu ambao sio professional, wanashindwa kuyasolve. Kwa hiyo unajikuta watu wana a lot of unmanaged, untreated stress and trauma, depression, anxieties,
Sasa kwa sababu zimekuwa untreated, kwa zinamtrigger huyo mtu aone kwamba kujiua ndio jambo la muhimu katika maisha yake kuliko jambo lolote. Kuna bwana mmoja alinichekesha sana, alisema hivi, anayejua amekufikiria hata utamu wa soda jamani, utamu wa mlinda nyeusi. Kwa hao watu, kwa sababu hawana chochote wanachokifikiria kama hope, because they decide themselves to kill, they decide themselves kusitisha uhai wao. Because that ni scenario ambayo kwamba ni is not overnight, because of a lot of issues ambao ni untreated, unmanaged. Nobody amedevote muda wa kuzungumza naye, kwa naye anaamua kuona bora atangulie aende kunywa supu na Mtume, bora atangulie aende kukaa kiti kimoja na Bwana Yesu, maybe anaweza kumsikiliza maombi yake na matatizo yake. Kwa hakikisha ukimwona mtu ana changamoto mbalimbali, tenga muda uzungumze naye, kwa sababu zile changamoto zikiongozana na akakosa msaada, anaweza kuona option ya kujua ndio best. Lakini kitu chengine kinacho addiction inaweza kalete, na iko kitu kapelekea mtu kujua, ni mambo ya social rejection, mambo ya hopelessness. Mtu anakuwa asikii, anaona ana tumaini pekee kwake ni dawa za kulevya na watu wamemkataa. Kwa hiyo anaamua sasa rafiki yake iwe kifo na apoteze uhai. Akiwa mwanamke na akiwa mwanaume, wote wamekosa msaada, wote wataamua tu kujiua, na kujua akuchague age, japokuwa watu wazima na watu wazima wanaweza kuwa wanajua sana, lakini vijana ndio kundi ambalo linaongoza, sababu vijana na adolescent waifanya wajuaji, sometimes wapata identity confusion, a lot of challenges zinatokea kwa adolescent, kwa ndo leading group. Lakini kwa by gender, wanaume ndo leading group, by attempting, wanawake ndo leading. Kwa tunahamasisha sana watu wote wakiwa na mambo wasione jamii imewatenga. Kuna watu tunawathamini, kama mtu kama mimi nawathamini sana, na nipende kutoa taarifa kwamba kila mtu ana ujuzi, kila mtu ana thamani katika dunia hii, na eneo pekee ambalo lina thamani kupita maeneo yote, lina madini hali ya juu, ni eneo la makaburi. Jamani, katika makaburi kuna watu wamekufa ambao kwamba walikuwa wanaamini katika maisha, watu wanawatazama kwa kufanya mambo fulani na kufanikisha mambo fulani, kwa sababu walikuwa wanaamini kuna watu wanawafuatilia, kwa ngoja wasubirie mpaka siku akifika hivi akifika vile. Kuna watu wengi wamekufa na potential, wamekufa na talent ambazo watu hawajaweza kuinnovate. Kuna watu walikuwa na vipaji vya kimpira, wangekuwa kina Ronaldinho, wangekuwa kina Dembele wa leo, wangekuwa kina Figo, wangekuwa ni watu wakubwa sana. Kuna watu wamekufa na vipaji vya music, leo wangekuwa ni wana music wakubwa kina Diamond. Kuna watu wamekufa na vipaji vya engineer, vipaji vya urushaji ndege, wote wamekufa makaburini. Wapo kwa sababu wamejiua, kwa sababu walikata tamaa, kulikuwa hakuna mtu wa kumsikiliza. Leo kuna watu tumeamua kudevote muda wetu kuwasikiliza na kuzungumza na nyinyi. Kwa msikate tamaa, usiwe hopeless. Kuna watu wako tayari kusikiliza. Kwa tafuta mtu akusikilize katika matatizo yako. Usipotafuta mtu ukaamua utumie pombe, utumie bangi, unaweza ukazidisha ukubwa wa tatizo. Mwisho wa siku option ya kujiua ndio ikawa bora kuliko option zote. Na kumalizia muda wangu uliobaki, kuna jinsi ya kuwasaidia hawa watu ambao kwamba wana changamoto ya uraibu wa dawa za kulevya, na wana changamoto ya afya ya akili, na wana changamoto ya kujiua. Lakini kwa kwanza ningependa kuzungumza changamoto mbili. Ningependa kuanza na changamoto ya uraibu na changamoto ya afya ya akili. Namna gani unaweza ukasaidika, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaumba matatizo isipokuwa ameweka tiba katika matatizo hayo. Hata ukienda kusoma Zaburi, Mwenyezi Mungu anasema yeye ndo, au Bwana Yesu, yeye ndo mtu ambaye kwamba yupo tayari kuwafariji watu ambao kwamba wamepondeka nyoyo, watu ambao kwamba wana mawazo, wana msononeko. Kwa duniani hapo utakutana na changamoto mbalimbali. Sasa zile changamoto wewe utareact vipi? Hiyo ndo swala. Changamoto lazima ukutane nazo, kwa sababu dunia imeumbwa kwa changamoto. Lakini sasa una react vipi kwenye changamoto? Hiyo ndio shida. Dereva wa bodaboda amekukosa kosa, sasa wewe ukaanza kutukana. Shida sio dereva wa bodaboda, shida ni wewe. Na watu wengi katika maisha hawatufika mbali kwa sababu wakigewa listi la matatizo wanapenda kulaumu, kutupa lawama kwa mtu mwingine. Leo ukimtoa kijana mmoja muulize, hivi kwa nini hujafanikiwa? Atakwambia ni chuo nilichosoma programu ilikuwa mbaya, Rais Samia sio hajafanya hiki, barabara haijajengwa, si mazingira sio mazuri, kuzaliwa Bongo ni bahati mbaya. Jimron aliulizwa na mentor wake, kwa nini hujafanikiwa? Alisema a lot of changamoto, si barabara, si miundombinu, nimezaliwa kwenye familia maskini. Akaambiwa na mentor wake, katika list kuna changamoto moja hujaweka. Unajua ni nini? Ni wewe mwenyewe, nayo ni changamoto.
You are full responsible for your own life. Kama wewe hujaamua kubadilika, nothing will change in life. Nikwambie 10 years later you will be healthy and alive. Unaweza ukawa una afya timamu na mzima. Changamoto zote zilizokuwepo sasa hivi za kiuchumi, changamoto za kisiasa, miaka 10 zitakuwa zimebaki vile vile. Nothing will change. Lakini wewe hapo una nafasi ya kuchange. You can change your life if you decide today to start changing your life, changing your career, changing your economy. You can start today to have a goal of being millionaire, to have a goal of being with a good family, to have a goal ya kuwa na good relationship in terms of spiritual, in all aspects. Kwa hiyo the solution is you. Sasa kuna solution vile vile hata katika changamoto ya uraibu na changamoto ya dawa za kulevya. Solution ya kwanza ni at individual level. Tuna encourage watu wa seek professional people kwa ajili ya kuwapatia therapy and counseling. If unapitia changamoto yoyote, usikae peke yako. Hakikisha unatafuta mtu ambaye amebobea katika masuala ya kisaikolojia, uzungumze naye. Na tupende kuwafahamisha watu jamani, matatizo yako ya aina mbili. Kuna matatizo ambayo ni solvable. Mfano, la tatizo ambalo solvable, labda umefeli mtihani labda. Unaweza ukasoma tena ukapata nafasi ya kusupport mtihani ukasolve tatizo lako. Labda kwa mfano hauna kodi ya nyumba, unaweza kupata rafiki akakukopesha kodi ya nyumba. Lakini kuna baadhi ya matatizo unakuta ni unsolvable, yani you can't solve it. Mfano baba yako amefariki au mama yako au mtoto wako, hauwezi kumrudisha hata duniani. Kwa wale matatizo ambayo solvable, watu tunawahamasisha wawe na problem solving skills. Lakini kwa matatizo ambayo unsolvable, watu tunawahamasisha wawe na coping skills. Mwanao amefariki, baba yako amefariki, hauwezi kumrudisha duniani. You can't change the past. What can you do? You need to have a coping skills, coping mechanism. You need to relax, to stay calm, you need to seek for the alternative solution. Kwa hiyo tuna promote sana at individual level uwe na healthy coping strategy. Ukijiona uko idle, unatumia dawa za kulevya, si unajichua kwa sababu uko idle, nenda kafanye mazoezi, soma vitabu, shikamana na dini, nenda ka meditate. Lakini reduce stigma katika jamii. Watu wengi wanaingia kwenye matumizi au kwenye changamoto ya akili ni kutokana na stigma katika jamii. Kwa at individual level, don't be judgmental, don't judge people's life. Mtu amenunua gari lake hajakupa lifti, unaanza kushauti, kulalamika. Umepost status yako, watu hatuja comment, unaandika mnapita pita tu, I'm commenting. Sasa wewe ndio una shida, shida sio sisi. Na jamii ina a lot of stigma. Kwa we emphasize people to reduce stigma, lakini to emphasize people to speak, especially men. Men, they don't speak at all. They believe kwamba kuwa silent ndio wanaume, umemeza kamba. That is not true. You need to speak. Find a person who you trust and speak to him. Speak to her. Hakikisha unazungumza, usife na tai shingoni. Lakini at family level and community level, tunahamasisha watu tuendelee kufarijiana, tuendelee kutiana moyo. Ni muhimu sana. At family level tuna-emphasize baba kukaa kutenga muda na wanae. Tuna-emphasize kwenye malezi yaliokuwa bora, because parenting is full-time job. Ni kazi ya masaa 24. Unatakiwa mama yako alokwenda duniani akushughulikie kwenye all aspect, socially, physically. Ndio maana leo tuna mtu anaitwa kubwa jinga. Unajua kubwa jinga ni nani? Wapenzi wasikilizaji, ni mtu ambaye kwamba yeye physically amekuwa lakini mentally hajakuwa. Kwa hiyo anamuita kubwa jinga. Alafu mtu ana dogo janja. Unamjua dogo janja ni nani? Ni mtu ambaye kwamba mentally amekuwa, ana akili lakini physically yuko mdogo. Sasa a child must, mtoto inabidi akue awe matured in all aspects physically. Wazazi wengi wanaamini malezi ni kumlipia ada ya shule, si kumweka sehemu nzuri. Huko ni kumtunza. You deal with only physical aspect. Inabidi mtoto social. Amemaliza chuo lakini azungumze na watu. Ana some social skills, soft skills. Baadaye anaamika apate ajira. Sasa upate ajira wakati you can't network with people. You are rigid. So you need to family level tufanye something good katika malezi. Tunasibisha watoto na dini. Dini zote zinakataza masuala ya matumizi ya dawa za kulevya. Islamu inaambiwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wakristo
Waislamu wanaambiwa kwamba mwili wako, yani wanaambiwa kwamba wewe hapo hakika ya pombe, kamari, kubeti, ushoga, vote ni katika matendo ya shetani na mtu ujiepushe navyo. Wakristo wanaambiwa kwamba mwili wako ni hekalu la Bwana Roho Mtakatifu. Sasa katika eneo hilo hutaki kuingiza vitu ambavyo ni vichafu. Kwa family level inaweza ikatatua tatizo la addiction, inaweza ikatatua tatizo la mental health kwa kuwa support watu, kuwapatia malezi yaliokuwa bora, kuwapatia tabia ya sharing mapema, kuwapatia confidence ya watoto kuzungumza. Watoto wengi hata leo wanabakwa, wanalawitiwa, lakini they can't speak with their parents, they can't speak with their mother, their fathers because of the environment at home. Wewe wazazi wamekuwa kama masimba. Akija tu watu wakisikia geti linagongwa, watu wanakimbizana kwa sababu baba hajatengeneza mazingira mazuri ya communicate, watoto wa open. Nikuachia assignment moja. If you want to know you have a good bonding, good attachment with your children, with your daughter or son, angalia these 4 or 3 components. Component ya kwanza, the moment unapoachana na mwanao, je, kunatokea separation anxiety? Mtoto wako anakulilia, anahuzunika, anahisi kuna kitu kimepungua mwilini mwake au anaona is normal. Ukiona the moment you separate, sababu wewe ndio attachment figure ya mtoto, afu una separate mtoto afeel anything, basi unajua wewe hauna bonding nzuri na mwanao. Lakini sehemu ya pili, kuangalia the day you come close with him or her, je, anakukimbilia, anakukumbatia? Angalia wazazi wengi, baba umerudi, watoto wanakukimbia because you don't have a good attachment. Na uweze kuwa na shida leo, utaona shida ukistaafu. Wewe si baba unafanya Simba, unawakolomea hao watoto. Ukistaafu sasa wazako mama anaitwa, anagewa 200,000 pale sebuleni au jikoni kule anafichwa. Alafu wewe kwenye kuondoka unagewa 10,000. Sababu wewe unawasumbua. Mama akiitwa kizeeka anakusaidia kujifungua kule mjini, anakuja, lakini wewe ukija kule mjini unafuja, unataka kutoa chaneli zile za watoto za katuni nini, unataka kuweka BBC. Kwa ni mtu msumbufu. Kwa hiyo watu tunahamasisha malezi kwa mazuri, bonding. Sababu tumesema kitendo cha kuja au kukimbia hauna bonding nzuri. Au ukiacha issue ya kuondoka au kuja, kuna issue ya mtoto akipata matatizo, akipigwa konzi, anamkimbilia nani? Nani ni security base yake? Ukiona mtoto akipata shida, akipigwa konzi, amefanya nini, anakukimbilia wewe kuripoti, maana yake ni security base yake nzuri. Kwa it means kwamba una good bonding. Kwa family level ile swali limekuwa changamoto. Kwa family level na community level, we emphasize to create safe space for dialogue, watu wazungumze, watu wahamasishane, na tuna support kuwe na rehabilitation programs at community level. Familia, mtoto akipata uraibu au magonjwa ya akili, sio kwamba amerogwa. Usimpeleke kwa mchungaji peke yake, usimpeleke kwa mganga wa kienyeji, inabidi umpeleke kwa wataalamu wa afya akili, umpeleke kwa wataalamu wa uraibu wa dawa za kulevya, kwa sababu ndio sehemu sahihi. Huko kuna wataalamu, kwa sababu uraibu sio uzembe, uraibu sio uchawi, uraibu sio vyovyote, uraibu ni medical. Katika brain zile area ya limbic system imeathirika, dopamine imetoka tofauti na uhalisia, na hakuna tiba ya siku moja mtu kupona. Kwa mama mmoja ananiambia hivi, hamna kidonge naweza nikampa mwanangu hapo hapo akaacha uraibu. Tukamwambia hamna, mwanao ametumia dawa za kulevya miaka 10, the brain imeundergo a lot of changes in 10 years. Leo siku moja tu nataka kumpa dawa kidonge eti apone, inabidi undergo several programs in order to be good. Lakini sehemu nyingine ambayo kwamba mtu anaweza kutatua changamoto ya uraibu na afya akili ni institutional government level. Inabidi katika serikali yetu, katika taasisi, kuwe na accessible mental health and substance use services kama tunavyoona hapa. Hii ni program ya akili DCA. We talk with people about addiction, about mental health, na nyinyi mtakuwa mabalozi wema. So this is institutional government level kind of solution. Lazima kuwe na crisis hotlines, kupiga ile simu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya tuna namba ya bure ya 119 kwa ajili ya kutoa taarifa za waraibu wa dawa za kulevya. Kuna namba za bure katika baadhi ya nchi kwa taarifa kwa ajili ya kujiua. Tanzania hapa haipo, lakini kuna namba ya bure kwa mtu kufanyia ukatili, kuna namba ya bure si Arusha. Kwa hiyo hotline at government or institutional level may help people. Wakiwa na shida wanapiga, wanazungumza. Nchi nyingine mpaka kuna masanamu maroboti, fika huko si Japani wapi, kama hauna mtu wa kuongea naye. Baadhi ya nchi kuna vijana handsome boy au beautiful wamewekwa sehemu kwa ajili ya kuzungumza nao. Sasa in our Tanzanian culture or in African culture in general, we don't have that kind of culture. So we emphasize
a lot of rehabilitation, the integration kind of program in order to help these people. Nimeona kuna mtu anaitwa Gaudens Ayoti amenyoosha mkono. Nataka nikuruhusu muda si mrefu, lakini ruhusu kwa dakika chache zilizobaki nipate kumalizia namna gani tunaweza kusaidia mtu sasa ambaye yuko katika risk ya commit suicide. Then I will invite your comment, your question and all the stuffs. Nilikuwa na segmenti 3 leo. Nilikuwa na uraibu, nina afya ya akili, lakini vile vile nina swala zima la kusitisha uhai. Nishazungumza addiction in general, nikazungumza afya ya akili in general. Sasa hivi nikazungumza vile vile na kujiua. Nikaangalia namna ya kumsaidia mtu mwenye afya, changamoto za afya ya akili au magonjwa ya akili na mtu ambaye mwenye uraibu. Sasa hivi nije kuangalia namna gani tunaweza kutoa solution kwa mtu ambaye anataka kujiua. Eneo muhimu sana ni kutambua zile warning sign, kama mtu kuanza kujitenga, kukata tamaa, mtu kubadilika mienendo yake, kutangaza kwamba yeye atakufa au atapotea pasipojulikana. Ule mtu ambaye anatenda matendo ambayo most of the time ni normal katika, kwa sababu tumesema suicide is not an overnight process, ni process ambayo takes times. From the signs, or we say warning sign, a person can detect that this person right now is not normal. He or she is undergoing a lot of problems, so we need to talk with him. Hata HR kazini, unaona mtu anaperform vizuri, ghafla tu haji kazini au anakuja kazini anachelewa au anakunywa pombe, usitaki tu kumlima barua. Mwalimu mmoja nilikutana naye siku moja, anasema kuna kijana kila siku alikuwa anamchapa fimbo. Na sababu ya kumchapa anachelewa, lakini siku aliamua kutenga muda kumsikiliza. Alikuta yule kijana ana a lot of challenge, mama yake anaumwa, inabidi asubuhi afanye hiki na akajilaumu sana. Kwa hata HR wasione miungu watu, they need to talk with people. Ndio maana sasa kita family and work balance. Na sasa hivi mental health and substance use programs at work. Kwa sababu mtu anaathirika katika maeneo matatu: at home, at family, at work, at school, at the community. Kita micro environment, micro and macro environment. Sasa mtu nyumbani hajapata malezi mazuri, changamoto; shule anapata changamoto; kazini hapo anapata changamoto. Mtu huyu atakuja atajiua mwisho wa siku. Even HR, family people, community member, all of the people, they need to understand kwamba people sometimes in their life wanapita katika matatizo mbalimbali. Kwa hiyo inabidi watambue zile dalili za mabadiliko na waweze kuact on time. Lakini vile vile watu inabidi wazungumze, talk openly. Na wazungumze, waoneane huruma, washare. Na tunahamasisha wanaume jamani kuzungumza. Usijifanye eti umekomaa matatizo na kupitia uzungumzi na watu. Mganga jigange, hata kama ukiwa wewe ni psychologist, you need to talk with people. Because a lot of people, they don't need to talk, to share their stuffs. Mwisho wa siku anakufa na tai shingoni. To emphasize people wa connect na watu ambao ni professional, waweze kuwasaidia kukutana na stress, wajue technique, mfano relaxation technique. Kuna technique ambayo unapata shida inabidi uvute pumzi ndani ya dakika 10, alafu ushushe pumzi, inabidi urelax, stay calm. Ukiwa labda mtu anaongea na kuprovoke, wewe unamuacha, labda unatoka ile eneo. You need to have a lot of techniques. Sasa watu wengi hawana technique. Lakini jinsi nyingine ya kumsaidia mtu ambaye ana viashiria anaweza commit suicide ni kumfanyia follow up. Mtu yote ambaye ana viashiria hakikisha unamfanyia follow up. Usipomfanyia follow up, huyu mtu anaweza akacommit any kind of suicide at any time na baadaye ukaregret sana sana sana. Anipende kuhamasisha, tukiamua kushirikiana kwa pamoja, tukiamua kutoa awareness kwa pamoja, it is possible. It is possible. From the evidence, nawaambia kabisa, it is possible for us to reduce substance use problem, to reduce or to address mental health problem, and to address suicide problem. It is possible. Kwa kikubwa nahamasisha sisi kama wadau, kama balozi, tuende kuwa mabalozi wema, tukazungumze na jamii na community, tuwaambie kwamba it is possible to address substance use, it is possible to address mental health, and it is possible to address suicide. Tukishirikiana kwa pamoja, kuhamasisha jamii, wazungumze, wawe huru, waende katika huduma za matibabu za karibu, wasione huyu mtu amerogwa, wasione huyu mtu kwamba atakwenda kwa mchungaji si kwa mganga, inatakiwa kutena wataalamu. Maybe the spiritual intervention inabidi ifuate baada ya kwanza professional. Eti mtu anaumwa ukimwi, sio kifua kikuu, atakumbia kwa daktari, mtoka kwenye maombi, ndugu yangu, utahesabiwa umemuua huyo mtu. Kwa mtu mwenye magonjwa, mtu akipiga makelele sio amefungwa kamba, sio majini.
Hizo ni changamoto za akili. Ndio maana kuna mjadala unaendelea sasa hivi, namna gani can we collaborate na wale waganga wa kienyeji, ili wakipata mgonjwa wa akili wamfanyie referral kwa Dr. Pasco, wamfanyie referral kwetu sisi, kwa sababu wana wateja wetu wale, lakini eti hawataki wateja wetu waje kwetu sisi, wanataka waendelee kwa sababu wanawapiga hela. Basi sisi tuache wawapige hela, lakini katika ile maeneo critical watushirikishe waje kwetu. Kwa bila kupoteza muda, sasa hivi ni saa 3:18, tumebakia dakika chache, inabidi hapa 3:30 tufunge. Nipende kuwakaribisha wataalamu wenzangu, wananchi wenzangu, tupate kutoa mawazo yetu. Kama Gaudens IoT amenyosha mkono kwa muda mrefu sana, nipende kukaribisha madam katika mjadala huu. Nawe kama una lolote, unaruhusiwa kuchangia, kutoa mawazo yako mtambuka, ili mali tuone kwa pamoja namna gani tunaweza kuwasaidia watu wenye changamoto ya uraibu wa dawa za kulevya, watu wenye changamoto ya akili, na watu ambao kwamba wana viashiria wanaweza kujua, kwa sababu akijua we can't help him or her again, lakini madam yuko hai ana viashiria, we can help him, we can support him, we can encourage him kwamba the life is normal kupitia changamoto, and you can pass through na kuja kuwa mtu mkubwa baadaye ambao utatoa ushuhuda habari za Mungu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nipende kukaribisha maswali yenu. Gaudens IoT, you can start to speak. Asante sana kaka kwa somo zuri.